Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha tena katika somo hili la leo. Ni ujumbe mzuri huu tena kwa ajili yako. Karibu tukue kiroho pamoja. Ujumbe wa leo au somo la leo linaenda kwa kichwa ambacho kinasema hakuna la kumshinda Mungu, yote kwake yanawezekana. Hakuna la kumshinda Mungu, yote kwake yanawezekana. Katika ujumbe huu, lengo kubwa la ujumbe huu ni kwamba kitu cha kwanza uone ukuu wa Mungu katika maisha yako. Na kitu cha pili, upandishe imani yako kwake ili akusaidie. Na kitu cha tatu, uvuke ulipokwama. Kwa lengo kubwa la ujumbe wa leo ni uone ukuu wa Mungu, upandishe imani yako kwake ili akusaidie, lakini pia uvuke ulipokwama. Nianze ujumbe huu kwa kukutafakarisha. Unajua maana ya tasa? Katika ujumbe huu wa leo, nimechukua mfano wa tasa. Watu wengi husoma neno tasa kwenye Biblia kama neno la kawaida, lakini nitakupa maana halisi ya tasa, ndipo utaelewa vizuri ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Sasa tuangalie tasa ni nani? Ukisoma kwenye kamusi ya Kiswahili ya kawaida inasema hivi: tasa ni mwanamke au mnyama wa kike asiyeweza kuzaa. Kwa hiyo, mwanamke tasa hana uwezo kabisa wa kuzaa hata ufanyeje. Lakini mgumba, neno hili huweza kutumika kwa mwanaume au kwa mwanamke. Kwa hiyo, kwa upande wa wanawake tukizungumzia mwanamke ambaye ni mgumba, ni mtu aliyefikia umri wa kupata mimba lakini hajapata. Kwa hiyo, mwanamke huyu sio kwamba hana uwezo wa kuzaa kabisa. Uwezo upo, ila bado hajazaa. Kwa maana nyingine au kwa lugha nyingine, uwezo wa kuzaa unaweza kuwepo, ila kachelewa, hajazaa bado. Sasa, katika ujumbe huu wa leo, tumezungumzia mwanamke ambaye ni tasa. Mwanamke ambaye hana uwezo kabisa wa kuzaa, halafu afunguliwe tumbo lake la uzazi azae tena. Kwa hiyo, tafsiri ya tasa ukiiona kama nilivyoeleza hapa, ndipo utajua matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako. Tumechukua mfano huu wa tasa kukuonyesha ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo, narudia tena kwenye ujumbe huu. Kama tasa anaweza kufunguliwa tumbo la uzazi na akajifungua mtoto, hata jambo lako linawezekana. Mifano ya wanawake ambao ni tasa waliofunguliwa tumbo la uzazi wakazaa kwenye Biblia ni mingi sana. Yupo Sara, yupo Hana na kadhalika. Ila kwenye ujumbe huu wa leo namzungumzia zaidi mwanamke ambaye anajulikana kwa jina la Hana. Maombi ya Hana baada ya kufunguliwa tumbo la uzazi anasema hivi: Bwana humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awakatishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Haya ni maombi ya Hana baada ya Mungu kumjibu maombi yake na kufungua tumbo la uzazi. Maombi haya utayapata kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 2 mstari wa 8. Mwanamke huyu alikuwa ni tasa, lakini alimuomba Mungu kwa bidii, akaimimina roho yake mbele za Bwana. Ile Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 15, anasema hivi: Hana akajibu akasema, hasha Bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Kwa hiyo Hana, mwanamke huyu ambaye alikuwa ni tasa, alimuomba Mungu kwa dhati. Aliamua kumimina roho yake mbele za Bwana, na Bwana akajibu maombi yake. Baada ya maombi haya, Mungu akamjibu na kufungua tumbo lake la uzazi na akapata mtoto tena. Sasa je, kama tasa anaweza kufunguliwa tumbo la uzazi na kuzaa tena, je, ni jambo gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa hiyo, fahamu kwamba hakuna chochote ambacho kitamshinda Mungu. Yote kwake yanawezekana. Ni maombi yangu kwako, ni maombi yangu kwa Mungu kwa ajili yako, kwamba ujumbe huu wa leo ukusaidie tena uone ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Ujumbe huu wa leo
upandishe imani yako kwake ili Mungu akusaidie na uvuke ulipokwama katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, asante Baba, asante Mfalme wa amani. Asante kwa ajili ya ujumbe huu tena mzuri. Asante kwa ajili ya ujumbe huu tena wa kutuvusha. Asante kwa ajili ya ujumbe huu tena ambao unaonyesha ukuu na matendo yako ya ajabu. Hakika mkono wako wenye uweza na nguvu ndio unaotubeba, ndio unaotuwezesha. Kwako hakuna jambo linalokushinda. Yote kwako yanawezekana. Tusaidie tena kwa ujumbe huu, upandishe viwango vya imani yetu ili tupate baraka zetu, ili tuvuke mahali ambapo tumekwama. Katika jina la Yesu.